nataka nichukue nafasi hii kwanza kukaribisha Kisii jisikie nyumbani, na ukweli ni kwamba wewe unatupenda, na hiyo tunashukuru sana, kwa sababu kwa muda wa mwaka moja najua kwamba umekuja hapa siku nyingi, na tunashukuru kwamba zile safari umefika hapa Kisii, matunda wacha yaonekane. Hawa ndugu zangu wote, wakubwa kwa wadogo, nataka tufanye kazi mpaka kipindi chetu, kwa sababu sisi tumechaguliwa kwa miaka 5 kabla hujauliza mingine 10. Watu wakubali tumefanya kazi. Wewe kama serikali kuu na sisi kama serikali ya ugatuzi tufanye kazi kwa uwiano vile katiba inavyosema. Nataka nishukuru huyu ndugu yangu mdogo Osoro, anaongea vizuri sana hapa. Ni vile uko unasikia Kisii. Leo umeongea vizuri. Unataka kuongea mchokozi kidogo, lakini mshana mzuri. Nataka niseme haya. Bwana Rais, umesikia kelele nyingi sana hapa Kisii. Na kelele hiyo imekuwa Simba hajafanya kazi, hakuna barabara, hakuna mijengo. Mheshimiwa Rais, nataka nikueleze leo, nilipoingia ofisini nilipata classrooms za ECD ambazo zilikuwa zimejengwa ni 81 kwa miaka 10. Mwaka mmoja ambao nimekaa ofisini, Mheshimiwa Rais, nimefanya madarasa 128. 128 classrooms. Mheshimiwa Rais, barabara tunatengeneza hapa ni za mchanga. Katika mwaka mmoja nimetengeneza kilomita 200. Shida imekuwa, na hii lazima niiseme, shida imekuwa kwamba kuna watu walikuwa wanaamini project za hewa. Watu wanasema kuna barabara inaitwa Simba Ruto Road ama Ruto Simba Road. Ukienda kuitafuta Kenya hii hakuna. Mheshimiwa, kuna barabara mimi siwezi jenga, na nimesema kuna barabara siwezi jenga na kuna classroom siwezi jenga. Barabara ambazo zinajengwa kwa matumbo ya watu siwezi jenga hiyo ni watu. Ile kelele iko ni watu wanataka niwatengenezee classroom kwa darasa kwa matumbo yao. Nashindwa, watoto watasomaje kwa tumbo za hawa watu? Hawezi soma. Kwa hivyo, Mheshimiwa Rais, zile pesa ambazo wewe unahakikisha kwamba tumepata, na nashukuru kwamba unatupea pesa kwa wakati, tunaendelea kufanya nazo kazi. Shida kubwa, Mheshimiwa Rais, nilipoingia ofisini nilipata vending bill ile unasema 1 trillion, mimi nilipata 1.6 billion. Nilipoweka task force ikasema ile inaweza lipa ni 231 million. Imagine wanaume walikuwa wanatoroka na 1.4 billion. Walikuwa wamesupply hewa hapa. Na mimi kando na umaskini ambao nilizaliwa nayo, nimesema afadhali nife mbele ya Mungu, lakini tendee wananchi wangu kazi. Badea hawa unasukumana na wao. Mwisho wewe umeongea na watu wa Badea na Saudi government, wametupea the 2.1 billion for our cancer center hapa Kisii. Najua leo nilikuwa natarajia kwamba ungekuja mapema, tungeenda kuweka jiwe na msingi. Lakini tulipokuwa tunaongea na waziri hapa, aliniambia karibu tarehe 9 utakuja. Kuja tujengee wananchi. Na Bishop ulikuwa umesema mambo ya kansa haya lazima tutayashughulikia hapa. Ambazo tutajenga kama wana bodaboda na kina mama mboga. Naomba tafadhali vitengo vya usalama tuhakikishe kwamba tusigawanyishe wananchi wetu. Vitengo vya usalama hapa Kisii, mimi naomba askari wanafanya kazi nzuri, wamekamata wale
unafanya kazi nzuri, lakini naomba Mheshimiwa Rais, you give instruction, let police be impartial on how they are executing their duties. Mwisho nataka niseme hili, na hili ndio la mwisho. Najua Mheshimiwa Rais, wewe ni kiongozi wa Kenya Kwanza na ulitushinda kura, ni ukweli. You defeated us. Hivyo vyote vile wewe ni rais, and we will work with you. Na ukitishinda 2027 tutakuwa, lakini pia tukikushinda wewe utatupea tu hivyo tuende. Lakini kwa sasa tufanye kazi kama rais wetu. Kitu moja niliona hapa Ujaluoni, wakati mtu mwingine aliongea vibaya kule Sudan, aliongea juu yako. Hao wangwana wa ODM walisema hapana, Ruto hata kama ni mbaya, he is our president, and that is what we confirm.